Ayo TV imesafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Songwe, wilaya ya Momba, halmashauri ya mji wa Tunduma. Imemfuata Lawrence John Michael ambaye ameonekana kuwa na roho ya huruma. Mimi nasema roho ya kitajiri kwa mtoto maskini, kwa kumpa yai bure dereva wa lori aliyejifanyisha ana njaa na hana hela ya kununua yai. Wewe dogo, wewe. Mambo. Maraba, maisi ngapi? 500. 500? Angalia meko nipeka mayai rafiki yangu kimi. Ngapi? Angalia, sina hela mwanangu, naomba 1. Kule. Asante sana. Hii ya mayai unauza wewe? Ni ya kwako? Ya kwako? Ni ya kwako mayai? Asante sana. Bila usondoke. Uga nigea hili hapa mwanangu, acha nimzadie. Sawa, shika hii hapa. Sawa, mimi hiyo nimekugaia tu mdogo wangu, usikia? Kwa vile umeingia yai bure, mimi nimekugaia hela hapo. Shingapi hiyo? Utakunywa chai utanini? Nige chumvi kidogo, nige chumvi kidogo. Chumvi nige kidogo. Nige hapa kwenye mfuko. Nige hapa kidogo. Kutoka boda Tunduma mpaka kwa kina Lawrence ni dakika 45 tu. Kuelekea huko nimetumia usafiri wa bajaji, na kabla ya safari nikampitisha dereva bajaji Total Energy Tunduma. Sasa Suka, nimekusimamisha hapa Total Tunduma. Nataka nikuelekeze kuhusiana na mafuta ya Total, especially yenye kiambata cha Exilium. Kwa dakika moja tu, alafu tuendelee na safari ya kwenda Iboya. Au unasemaje? Haina shida. Nikampa elimu juu ya mafuta ya Total Energy yenye kiambata cha Exilium kinachosaidia kutunza ubora wa injini. Then tukaanza safari ya kwenda Iboya, nyumbani kwa kina Lawrence Michael mwenye miaka 12. Wengi wanaachiwa nyumba, magari au ofisi na wazazi wao, ila Lawrence amepokea biashara ya kuuza mayai kwa baba yake. Ameishia darasa la 4. Karibu Ayo TV Exclusive. Niko hapa kutimiza kiapo cha kuhakikisha habari popote ilipo inafuatwa. Haujambo Lawrence? Jambo, shikamoo. Marhaba. Kwa mtu ambaye ndo anakuona leo, jina lako lote unaitwa nani na una miaka mingapi? Kwa majina naitwa Lawrence John Michael. Lawrence John Michael. Una miaka mingapi? Umri wa miaka 12. Umri wa miaka 12. Lawrence, wewe unasoma? Kwa sasa hivi sisomi. Kuachia darasa la 4 sio kwa kupenda kwa Lawrence. Ni baada ya ndoa ya shangazi yake kuvunjika, ambaye alikuwa akimsomesha, na hivyo kushindwa kuendelea kumpatia masomo. Kwa sasa hivi usome. Kwa nini kwa sasa hivi usome? Nilikuwa naishi kwa shangazi. Shangazi alikuwa na mume wake, baba akamniambia wahamishe. Akamleta. Kwa nani alikuwa anakusomesha hapo zamani? Shangazi. Okay. Kwa nini sasa hivi umehamishiwa huko, lakini kwa nini hausomi? Maisha kitu gani kinafanya usisome? Hela. Ndiyo. Kwamba baba amekosa hela ya kukupeleka shule? Ndiyo. Okay. Na hapa nyumbani kwani baba anafanya kazi gani? Ni fundi wa kushona. Fundi wa kushona. Ndiyo. Na mama? Ana kazi. Ana kazi. Ni mama wa nyumbani. Na hapa nyumbani mko wangapi? 5. 5. Ndiyo. Mko 5. Wewe una kaka yako au una wadogo zako? Na mdogo wangu mmoja. Na nani? Na dada. Na dada. Dada anasoma? Alihitimu darasa la 7. Alihitimu darasa la 7. Wewe utamani kuhitimu darasa la 7 kama dada? Natamani. Ndiyo. Okay. Lawrence yuko tayari kwa mtu yoyote yule ambaye ataamua kujitolea kumsomesha ili aweze kutimiza ndoto yake ya kuwa askari. Kwa hiyo ikitokea mtu akapata nafasi akasema nataka kusomesha, mwende ukasome,
akuchukue. Uko tayari kuachana na familia yako ukaenda kutafuta elimu? Ndiyo. Ndiyo. Okay, niende kwenye kitu ambacho kimenifanya nikutane na wewe leo. Unamtambua yule kaka pale? Unamjua? Ndiyo. Mlikuwaje ukamjua? Ni mjini. Mjini. Ni hadithi ilikuwaje mkajuana? Nilikuwa navuka barabara. Yeye alikuwa dereva lori, alikuwa mpaka foleni. Nikavuka barabara, nikataka kupita gari lake, akamenita. Nikamsogea, akaniambia mayai shilingi ngapi? Nikasema 500. Akaniambia naomba moja. Nisaidie, nikamwambia la bure. Akasema akawa amenipa. Akawa amekupa? Nikamempa. Akawa umempa. Kwa nini ulimpa yai bure? Aliniomba. Wewe kila mtu akikuomba tu mayai na unauza biashara unampaga bure? Sasa kwa nini ikawa kwa huyu? Itakuwa tu ni Mungu. Ni Mungu. Ndiyo. Na baada ya kumpa ikawaje? Nikataka kuondoka. Akamenita. Akamenipaa kiasi cha fedha alichokuwa nacho. Amekupa kiasi cha fedha. Alikupa shilingi ngapi? 2000. Alikupa 2000. Kuna muda wakati umempa, alivyokuambia nataka bure, ulikaa hivi kama unawaza. Ulikuwa unawaza nini? Nilikuwa nawaza kama baba atakuja nifokea. Kama baba atakuja kukufokea. Ndiyo. Kwa hiyo ukitoka nyumbani waga baba anahesabu mayai? Au nani anahesabugi mayai? Mama. Nani waga anakuandalia mayai au waga unaandaa mwenyewe? Ni mama, siku nyingine anaandaa mimi. Unaandaa wewe mwenyewe? Ndiyo. Okay. Na siku ile ulivyopewa ile 2000 ulienda kuifanyia nini? Nikula chakula cha mchana. Ulikula chakula cha mchana yote? Nikula ugali 2000. Ulikula ugali wa 2000. Lawrence, unaonekana una heshima sana. Kwa nini? Walinifunza. Walikufunza? Ndiyo. Walikufunzaje? Wanaambia wanaheshimu wakubwa wanaokuzidi. Ndiyo. Okay. Umekubali kwamba ikitokea mtu akawa yuko tayari kwa ajili ya kukupeleka shule, uko tayari kwa ajili ya kusoma? Ndiyo. Wewe unatamani ukisoma, ukimaliza elimu, uje kufanya kazi gani? Polisi. Unatamani kuwa polisi? Ndiyo. Kwa nini unatamani kuwa polisi? Kuwalinda watu. Kulinda mali zao. Na kuwalinda watu wasipigwe ovyo. Wasipigwe ovyo. Ndiyo. Na kuwapeleka watuhumiwa polisi. Watuhumiwa kupeleka mahakamani. Wakapata kizao. Ndiyo. Sasa una akili. Okay. Mimi unauza mayai. Nani alikufundisha kuuza mayai? Baba. Kwani baba alikuwa anauza mayai kabla au alikuwa anafanya nini? Ilikuwaje akakufundisha? Alikuwa anauza mayai. Tulikuwa tunaenda nayo mimi na baba. Kwenda kuuza mayai. Ndiyo. Kwa nini baba aliacha kuuza mayai? Alianza kushona. Alivyoanza kushona ukabidi wewe ubaki kuuza mayai, baba aendelee kushona? Ndiyo. Nililia kuanza kuuza mayai. Wewe ndio ulitaka? Ndiyo. Okay. Kutokana na biashara anayoifanya ya kuuza mayai, nikataka kujua uwezo wake darasani ulikuwaje. Nataka nijue uwezo wako wa hesabu. Maana kama unaweza kuuza mayai timu unajua hesabu. Ndiyo. Si ndio? Ndiyo. Unajua hesabu wewe? Ndiyo. Darasani unapenda masomo gani na masomo gani? Ulikuwa unapenda masomo gani na masomo gani? Kuhesabu. Na Kiingereza. Na Kiingereza. Unajua Kiingereza kidogo? Nimeshasahau. Ushasahau. Hesabu? Nakumbuka. Unakumbuka? Ndiyo. Okay. 20 toa 5? 15. Ndiyo. 5 mara 2? 10. 50 ukatoa 5? 45. 50 ukatoa 5? 45. Sio 50 ukatoa 5? 45. Sio 55? Si. Si. Yaani una vitu 50 ukatoa vitano, vinabaki vingapi? 45. 45. Na ukiongeza 10? 55. 55. Ndiyo. Ukiwa na 10 ukagawanya kwa 2, una vitu 10 umewagaia watu wawili.
20. Sio 10 mara 2, ni 10 gawanya 2. Ngapi? Ni sawa. Sawa. Ndio. Kwa hiyo 10 mara 2 10 mara 2 20. 20. Na ukiwa una mayai 100, si ndio? Ndio. Ukampa Juma mayai 2, ukampa na Medi yai 1, unabakiwa na mayai mangapi? 97. 97. Hongera sana. Kweli nimeamini wewe una uwezo wa kujua hesabu. Na wewe unasali kanisa gani? Unaenda kanisani? Ndio. Kanisa gani? Roma. Kanisa Katoliki. Ndio. Manake umeonekana ndio hauna kitu, lakini roho yako ina huruma sana. Nani amekufundisha kuwa na roho ya huruma kiasi hicho? Mama na baba. Mama na baba. Ndio. Maka una roho ya huruma kumpa mtu kitu bure. Ndio. Wewe ushawahi kupewa kitu bure? Hapana. Ushaenda dukani ukaambia bana, mimi leo sina kitu, naomba unga mama na baba wakapike uji, ukapewa bure? Hapana. Hapana. Wewe hiyo roho umeitoa na waga unatoaga, wewe waga unatoaga vitu bure tu? Hapana. Hiyo roho unaitoa wapi? Nataka tu ni Mungu. Ni Mungu alikuongoza. Ndio. Na labda mimi nataka nifahamu ratiba yako wewe, ukiamka asubuhi ratiba yako ikoje? Ratiba yangu siku zilizopita, ratiba yangu ilikuwa nikiamka naenda kuuza mayai. Ndio. Unaenda kuuza mayai. Yaani ukiamka haunywi chai au ufanyi chochote, unachukua mayai unakuuza? Nakunywa chai. Unachunywa chai ndio unakuuza mayai. Ndio. Okay, unanawa uso au unaoga? Nanao. Unapiga na mswaki? Ndio. Sasa mbona uniambie? Hebu niambie ratiba yako ya asubuhi ikoje? Namkaga, napiga mswaki, napiga mswaki. Naenda nakunywa chai, naenda kuuza mayai. Naenda kuuza mayai. Ndio. Ulimpa Medi yai bure, ndio? Ndio. Ishai kutokea ukampa mtu kitu bure au yai baba akakuchapa? Haujawahi kumpaga mtu kitu bure? Ndio. Kabisa. Ndio. Baba ishai kuchapa? Kweli? Ndio. Ajaye baba wachapagi? Waga anatuchapa. Na mkikosea baba waga anawafanyaje? Anatuelekeza. Anawaelekeza, lakini kuwachapa wachapagi? Ndio. Okay. Hujawahi kumpa mtu mwingine yai bure kabisa ukiwa unauza mayai huko nje? Ndio. Na wewe uwaga kuna muda ukisikia njaa labda hujauza unachukuaga mayai na kula? Kwa nini sasa? Faida isipotee. Faida isipotee, ndo maana hauli. Ndio. Okay. Wewe kwenye hii rais wa Tanzania anaitwa nani? Mama Samia Suluhu Hassan. Na makamu wa rais? Mpango. Ndiyo. Na waziri mkuu? Majaliwa. Okay. Wewe waga unaangaliaga TV au radio au umewajuaje wote hao? Rais Samia umemjulia wapi? Kitabu. Kwenye kitabu? Umemsoma kwenye kitabu? Ndio. Shuleni au wapi? Shuleni. Kwa nyumbani hamna hata TV, hamna hata redio ya kusikiliza? Ndio. Okay. Rawlens, umeniambia dada amemaliza darasa la 7. Mdogo wako mwingine ni mdogo. Mama ajishughulishi na chochote, baba wewe. Kwa hiyo ni wewe na baba ndio mnafanya kazi ya kutafuta chakula kwa ajili ya familia, si ndio? Mama alikuwa anaenda kuuza mandazi na dada. Kwa hiyo dada sasa hivi anafanya shughuli gani? Anaenda mataifani. Mataifani ndio kufanya nini? Anaenda kuchambua maharage. Kuchambua maharage? Kuchambua maharage. Akichambua maharage ndio mnafanya? Akichambua maharage ndio mnapata hela mnakuja kutumia nyumbani? Ndio. Kwa sasa hivi naye dada hajaendelea na masomo? Ndio. Hapa mnapoishi ni kwa nani? Kwa watu. Kwa watu. Kwa watu kivipi? Wamewapa tu mkae? Tumepanga. Mmepanga. Mna vyumba vingapi? Chumba na sebule. Chumba na sebule. Ndio. Okay, na ndio makao wote 5? Ndio. Kwa hata mtu mwingine ukipata nafasi akiomba labda bana inataka tuwasaidie tuwajenge, po tayari? Ndio.
Na Lawrence, uko tayari mtu akitokea kutaka kukuchukua ili akupeleke shule na kuondoa hapa nyumbani? Ndio. Okay. Hapa uko wewe, mama, baba na wadogo zako na mdogo wako na dada. Mbali ya hawa ambao nimewaona hapa, labda una ndugu wengine? Ndio. Wako wapi? Kijijini. Ndugu wengine ni nani na nani na nani? Bibi, shangazi, baba mkubwa. Okay. Na mjomba. Watoto wao wanasoma? Washamaliza. Ndio. Kwa shangazi baada ya kuachana na mume wake, yeye yuko wapi sasa hivi? Kijijini. Yuko kijijini. Na ndio ilikuwa sababu wewe kuacha shule? Ndio. Okay.